Karibu tukuhudumie. Tunapatikana Gongo la Mboto, kituo cha mwisho cha maliasili, jirani na sheli ya Ngome, kona ya kwenda chuo cha Kampala, jirani na ukumbi wa TNT. Karibu hapo tukuhudumie kwa maradhi mbalimbali ya kuambukiza, ya watoto, ya watu wazima, ya wazee, ya vijana, ya kina mama na kina baba. Tunatibu maradhi mbalimbali na pia vile tunatoa na ushauri juu ya maradhi gani, namna gani ya kuyaepuka, juu ya vyakula, na hata kwa namna moja ama nyingine tukapitia zile dokumenti ambazo umetoka nazo hospitali. Tunakukaribisha sana, karibu sana. Leo nimeona nikizungumzia hii dawa ambayo imekuwa ikitoka sana hapa ofisini kwetu. Inaitwa Ulcers Syrup. Ni dawa ya vidonda vya tumbo. Kuna aina mbili za vidonda vya tumbo ambao wengi wanakuwa hawavijui. Aina ya kwanza ni ile ambayo mtu anakuwa na virus, ana mashambulizi ya virus. Wale bakteria wanaitwa H. pylori. Bakteria hawa mtu akiwa nao anakuwa na gesi tumboni, anakuwa na viungulia vikali, hapati choo, anapata choo kigumu kama cha mbuzi. Au hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili ni vile vidonda vya tumbo kamili ambavyo mtu anapata choo chenye damu rasmi. Sasa wengi wanasemaga na vidonda vya tumbo, lakini ukienda kujibu kabisa si vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo ni ile hali mtu amejithibitishia amepata choo cha damu. Na licha ya kupata choo cha damu, pia huyo mtu kama mwanzo alikuwa ni mnene atakonda sana, atakuwa mwembamba. Hizo ni dalili mojawapo. Lakini pia kitu kingine, ili kuamini kwamba una vidonda vya tumbo, kuna baadhi ya vitu ukila vinaenda kukuletea shida tumboni. Tumbo linakata, huna uwezo wa kunyanyuka. Yaani sio ile unakata huko unafanya kazi zako, wewe una wale H. pylori. Kuna yule ambaye yani akila tu mfano pilipili ni anyanyuki. Basi tumia dawa hii Ulcers Syrup Plus. Dozi kamili ni 50,000, lakini kwa leo tutafanyia ofa kwa shilingi 45,000 tu. Ukiona ofa yoyote kama hii mtandaoni, nipigie. Either umeikuta hii video YouTube au umekuta mtandao wote wa kijamii, niambie nimeona video yenu, tutakupa dozi kwa shilingi 45,000 kamili. Hivyo basi, inatibu nini au inafanyaje kazi dawa hii? Dawa hii ukiitia mwilini siku ile ya kwanza unayoinywa, siku ile ya kwanza inaenda kuondoa zile gesi tumboni, viungulia vinakata siku ile ya kwanza. Lakini pia kama kuna mtu ana vidonda sugu tumboni, ana vidonda vile vya tumbo ambavyo tayari vishaanza kuchimba, dawa hii ni msaada kwake. Hapati choo huyo mtu, anapata choo kigumu kama cha mbuzi, anakuwa na viungulia vinavyouma hadi nyuma ya mgongo, macho yote yamepoteza ubora wa kuona kutokana na ukali wa vidonda vya tumbo. Lakini pia mtu huyo ana changamoto ya gesi zinazopanda mara kwa mara, zile asidi. Basi karibu tumia dawa hii na utakaa vizuri kabisa. Labda kwa ushauri hasa juu ya wale watu ambao tunasema wanasumbuliwa sana na vidonda tumboni. Kuna baadhi ya vyakula ni sumu kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo au mwenye dalili za vidonda vya tumbo, na ndio maana katika hii dawa tumekuandikia kabisa kuna baadhi ya vyakula unatakiwa uache hapa. Ukishajiona una vidonda vya tumbo au ukishajiona una mfano wa gesi ambazo haziishi tumboni, au ukishajigundua kwamba una viungulia vikali vinavyochoma katikati ya roho, baadhi ya vyakula kavisimamishe au viache. Mfano wa hivyo vyakula, kaache vyakula vyote jamii ya kunde, ikiongoza na kunde zenyewe, mbaazi, choroko, maharage, njegere au njugumawe. Lakini pia ukishajiona uko na matatizo ya gesi tumboni, basi pia hata viazi vya aina yoyote havikufai. Viazi vitamu, viazi vya chipsi, viazi batata, achana navyo. Wali ni marufuku kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo, kitu kinachoitwa wali. Pilau usiguse kabisa wala usiikaribie. Lakini pia vile vile hata wale wanaokula ndizi za kuiva, samaki wa kukaanga wanaita dagaa mchele, fungu 1,000. Hivi vitu havikufai, achana navyo. Ukishajiona una vidonda vya tumbo, vitu vikali kama pilipili, vyote havikufai. Vyakula gani vinamfaa mtu mwenye vidonda vya tumbo au mwenye dalili za vidonda vya tumbo? Chakula namba 1 ni vyakula vya kuteleza, mfano bamia, mlenda au chochote chenye mfano wa kuteleza. Namba 2, ikatokea siku umeunga mboga, basi hakikisha usikose kuongea kitunguu swaumu. Ni msaada sana kupunguza ukali na kulewesha wale bakteria ya vidonda vya tumbo, H. pylori. Lakini pia kwa wewe ambaye una changamoto nzito ya vidonda vya tumbo, ni vizuri sana ukala vyakula laini, tena ukala kwa wakati. Kula kwa wakati. Ukishajigundua tu una vidonda vya tumbo, sio chai ya asubuhi mpaka inafika saa 4 hujala, chakula cha mchana hadi saa 10 hujala. Hapana, usifanye hivyo, utakuwa unaweka hukumu wa ile changamoto. Kitu kingine pia, punguza mawazo, msongo wa mawazo, stress.
ni kitu hatari sana kwa mtu mwenye vidonda vya tumbo na kwa afya ya tumbo, kwa sababu tumbo lina utaratibu. Kila baada ya masaa matatu ile nyongo asidi inamwagwa tumboni kwa ajili ya kumeng'enya chakula. Sasa inapomwagwa afu tumboni chakula hakuna, maana yake ile nyongo inaenda inakwangua utumbo. Pale mtu ndo anakuambia nina njaa mpaka nahisi tumbo linakwangua, au nina njaa. Hapana, ile ni asidi inaenda kukwangua lile tumbo. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mazoea ya kula kwa wakati, ili nyongo inapomwagwa basi tumboni kukute kuna chochote. Madhara ya vidonda vya tumbo ni yapi? Vidonda vya tumbo vikutafuna muda mrefu vinasababisha kansa ya koo. Tatizo la kansa ya koo linasababishwa na vidonda vya tumbo vya muda mrefu. Lakini pia nguvu za kiume zinaisha. Hiyo sababu ya pili, nguvu za kiume zinaondoka. Sababu ya tatu ni macho yanapoteza ubora wa kuona. Sababu ya nne, nguvu za mwilini zinaisha kwa sababu huyo mtu atakonda sana. Kwa kitendo cha yeye kukonda, maana yake hata zile nguvu, utendaji kazi mwilini unakuwa hafifu. Na sababu kubwa ya tano ni mtu kupunguza kinga ya mwili. Kinga ya mwili inashuka. Kwa unakuwa ni mwepesi wa kushambuliwa na maradhi madogo madogo. Leo unaumwa hiki, kesho unaumwa hiki. Lakini sababu nyingine, vidonda vya tumbo vikikuandama sana, ni funguo au ni mlango wa kukaribisha maradhi mengine madogo madogo kuja kukushambulia. Sasa ili tuepuke hivyo vitu, stop wali, stop kabisa na pilau, ndio usiliguse kabisa. Lakini pia viazi aina yoyote acha. Vyakula vyote jamii ya kunde, mbaazi, choroko, maharage, njegere, njugu mawe, kisamvu. Lakini pia kitu kingine katika mboga za majani, mboga pekee ni marufuku kula kama una vidonda au una mfano wa gesi, ni kisamvu. Kisamvu hakitakii kabisa kula. Kula sana mboga za majani, mboga za kuteleza. Kula chakula cha kawaida na maanisha ugali, lakini kula kwa wakati. Kunywa sana maji mengi ili kusaidia wale wadudu tumboni, wale wadudu wa afya, yani wale bakteria ambao wanameng'enya chakula wawe na nguvu zaidi, na wale wadudu ambao wanaoleta shida katika tumbo la chakula wakose nguvu. Ni hayo tu, na kama nilivyoeleza awali, namba zetu ni zile zile siku zote tunazozitaja, ziko kwenye screen yako. Tutafute muda wowote. Tuko hapa Gongo la Mboto TNT. Dozi kamili ni 45,000 badala ya shilingi 50,000. Lakini pia nitakuomba usikose kwenda kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama YouTube, Facebook, Instagram na Twitter kwa ajili ya kusubscribe kule. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila zinapotoka. Asante sana.